Juzi maaktivist wa Kenya akiungana na mwanamke wetu kisiasa ambaye wanamwaminia sana Martha Karua na huwa na champion sana, walijituma na wengine kwa sababu ya pesa wanazopatiwa na NGO za wazungu, wakajituma kwenda Tanzania kuenda kuinfluence democracy katika nchi ya Tanzania. Hivi mimi wa Kenya nauliza, nyinyi muna demokrasi gani ya kuinfluence nchi nyingine mpaka iwe na demokrasi? Sisi tuna mabadiliko gani ambayo tunaweza onesha nchi nyingine wawe na mabadiliko, ile hali sisi mambo mengine tumeiga kutoka Tanzania? Kama vile bunge letu kuoneshwa siku ya Alhamisi mambo bungeni waziwazi discussion, tumeiga Tanzania. Saa zingine kuchanganyikana na watu, unaweza jikuta kwamba watu unaochanganyika nao wako na beliefs kama zako, wako na agenda kama zako, na saa zingine ni wanadamu kujisahau. Na juzi nilikuwa karibu kujisahau, ni ubinadamu. Lakini ukiwa na principles, nikakumbuka kwanza jambo moja, the principle I always go by with. Just because someone can pinpoint some things at a certain time, it does not mean that they are the people of integrity or is a person of integrity. Nilikuwa nimesahau hilo. Nikakutana na maactivist wenzangu, nikashawishika, nikaona hawa ni maactivist, japokuwa nilikuwa najua majority ni watu ambao wanapenda pesa za wazungu na kila jambo wanalolifanya ni kwa sababu ya wazungu. Lakini nikasema pengine picha nilikuwa nikiona kwa mbali, nikiingia ndani nitaweza kuelewa. Lakini baadaye nikaja nikasema huwezi jua watu kwa wewe kutimiza makosa yale yale. Kuna kitu kimoja mimi nafahamu katika umri wa miaka kidogo sana. Wakenya sisi ni watu wa tamaa, la kwanza. La pili, kila Mkenya ana price tag, kuanzia Mkenya wa chini mpaka wa juu. Tulio ambao hatuna price tag na mambo mengine tunafanya kwa sababu tunajituma na tunataka kuona mabadiliko, tupo, lakini tupo kidogo sana. Juzi maaktivist wa Kenya akiungana na mwanamke wetu kisiasa ambaye wanamwaminia sana Martha Karua na huwa na champion sana, walijituma na wengine kwa sababu ya pesa wanazopatiwa na NGO za wazungu, wakajituma kwenda Tanzania kuenda kuinfluence democracy katika nchi ya Tanzania. Hivi mimi wa Kenya nauliza, nyinyi muna demokrasi gani ya kuinfluence nchi nyingine mpaka iwe na demokrasi? Sisi tuna mabadiliko gani ambayo tunaweza onesha nchi nyingine wawe na mabadiliko, ile hali sisi mambo mengine tumeiga kutoka Tanzania? Kama vile bunge letu kuoneshwa siku ya Alhamisi mambo bungeni waziwazi discussion, tumeiga Tanzania. Tanzania walianza kitambo sana, wazee wa mitaa, nyumba 10, sijui nini, tumeiga Tanzania na huku limetushinda gurudumu. Ukiingia katika institutions zetu, corruption, hospitali yetu hayana dawa. Mpaka leo sisi tunaishia na hospitali ya wakoloni, hatuna hata hospitali mpya. Na hizo za wakoloni hazina madawa, ushuru twalipa, pesa zetu zaibiwa. Tuna mfano gani sisi wa kuwaonesha Watanzania kuwa huu ndo mfano wafaa kuigwa? Wakenya, tuacheni aibu. Tuacheni kutumika vibaya na wazungu. Tuacheni kupigana vita vya mzungu. Kama yeye anataka kuinvade Tanzania na alete democracy, muacheni Marekani aje invade Tanzania na alete democracy. Na tunajua ni kwa nini western countries wanataka Tanzania iwe na democracy. Kwa sababu Tanzania wana sheria, wana mikakati yao ambayo wamepanga na inasaidia nchi yao. Tanzania ina amani kushinda maelezo. Mnataka wa Tanzania waanze kuuliwa watoto wao kama vile wetu wanavouliwa bila majibu. You want Tanzanians to suffer like the way we are suffering. Our kids are dying every day.
We are not given answers. We are not given closure. We don't know what happened to our kids. What kind of democracy that we have to influence Tanzania, that they should approach na wachukue democracy kama vile sisi tuko nayo. Kama tungemsikiza vizuri Moi, hatungemsikiza Raila. Na mahali aliposimama Tundu Lissu, ndipo aliposimama Raila. Muangalieni bibi ya Tundu Lissu. Muangalieni Tundu Lissu. Sasa ameparara tu. Ana hela, ana chochote, lakini atakapofanikiwa kuwa convince wa Tanzania na wadanganye wa Tanzania, kama tulivodanganywa na sisi kiongozi wetu wa maskini, tukamfuata nyuma unyo, leo ametuharibia nchi. Tunajuta, lakini ni vile wengi wenu hawezi sema tunajuta. Tumebakia tupiga kelele tukisema tunataka Abdulswamad adeliver. Abdulswamad ni one term, ile hali tunajua Abdulswamad hawezi deliver kwa sababu ni mwanafunzi wa mtu anajiita kiongozi wa maskini. Na kiongozi wa maskini alipoona Abdulswamad yuko karibu kuwa impeached, alikuja akamsaidia na broad based government. Na alipomsaidia na broad based government, hao wanasiasa wote watakula pesa zetu, kwa sababu hiyo bargaining alioleta kiongozi wa maskini hatakula pesa zetu za ushuru Mombasa, na anapatiwa pesa zetu na hakuna vile tutafanya. Na hivyo ndio muozo wa multi-party unavoendelezwa Kenya. The more politicians you have in your party, the more majority they are, the more you pocket the money from every county. Huo ndio ukweli ulivowazi. Anachukua hapa, anachukua Lamu, anachukua Kilifi, anachukua kila mahali. Sasa hii ndio democracy tunataka kupelekea wa Tanzania. Hii ndio democracy tunaambia wa Tanzania waige. Nendeni Muhimbili Hospital na muende Kenyatta Hospital, alafu muambie wa Tanzania wanafaa wawe democracy. Nendeni mukaangalie sheria za uchukuzi, na muje Kenya muangalie sheria za uchukuzi. Nendeni mukaangalie sheria za transportation, mpaka abiria wa Tanzania wana haki zao. Huku kwetu Kenya, ukibebwa na basi ukifa hiyo imekutoka. Hakuna sheria za uchukuzi, hakuna sheria za agriculture. Ni lini ulimuona minister wako wa uchukuzi amefika, wa trade, amefika madukani anapima? Tanzania wanajua maskini wana exist na matajiri wana exist, na ni lazima wawasavu wote. Na ndio maana ukifika Tanzania kuna mfuko wa unga umefungwa ambao unaweza afodiwa na wale watu wa third class, na kuna unga wa kupima madukani ambao unaafodiwa na maskini. Hivyo ndio nchi inavyokwenda. Ukifika Tanzania, mimi nimeishi Tanzania nikifanya na UN as a data collector miaka 5, na kila mtaa nilikuwa nikiama mpaka nipeleke karatasi ya majina yangu kwa mzee wa nyumba 10. Itolewe kwa mzee wa nyumba 10, iende kwa mzee wa mtaa, alafu itoke kwa mzee wa mtaa iende kwa mjumbe, alafu ndio iende kwa kata. Huo ndio uongozi. Tanzania watoto wao wakimaliza form 4 ama form 6 wanaenda katika jeshi. Tanzania ina majeshi wa wananchi wa kukaa ndani na wananchi. Tanzania leo kikichafuka, kuna wanajeshi watalinda wananchi wao. Tanzania hakuwezi kuingia mwendazimu ametoka nchi za Ulaya akakuja pale kama jirani akaua watu kupita kiasi, bado authority haijashtuka. Tanzania kuna mikakati. Mimi Mkenya nikipiga transfer na kampuni yangu, nikipelekwa kule mpaka niwe na working permit, residential permit, lazima nilipie zote hizo ndio niweze kufungua bank account. Tanzanians citizen are protected from the foreigners. Si kama vile sisi wa Kenya tunavoteswa hapa, hatujui wa Somali wetu wa Kenya, hatujui wa Somalia, hatujui wa Kongo wa Kenya, hatujui wa Kongo, hatujui wa Rwanda wa Kenya, hatujui wa Kongo. Vitambulisho vetu vanunuliwa na hela, hatujui raia ni nani, hatujui wakuja ni nani. Hii ndio democracy tunataka kupelekea wa Tanzania. Wa Kenya acheni aibu. Wa Kenya saa nyingine ogopeni kuchekwa. Na mimi namwambia Mama Suluhu, funga sidiria mama. Leading a country, it needs a iron fist. Na wanawake ambao wanakuambia wewe ni mwanamke umetutia aibu, wanawake wacheni hii lugha. Just because we can cook for men
just because we can have kids, just because sisi ni wanawake hatufai kufanya mambo ya kike. Ukiwa unaongoza watu mamilioni kwa mamilioni, you cannot think like a woman and act like a woman. You need to think like a woman and act like a man. I'm proud of Mama Samia Suluhu. That is what leads a country means. Now that is what means when you mess with my people, I'm going to master you to a point of no return. Mama Samia Suluhu, linda nchi yako. Hata kama wewe ni familia ya East Africa, Tanzania is a sovereignty country with their leaders, their rule of law and their judgment. And we have no right whatsoever to invade Tanzania and to influence them on the democracy which has failed in our country. Jina langu naitwa Batuli Muhammad Swaleh, political and human rights activist. Yes, human rights activist. Na ukisikia human rights activist, sio lazima ni support kitu chochote kile ambacho mwanadamu ameamua kufanya. Maamuzi yako ni yako. Na kama hayaambatani na dini na maisha ya binadamu, that siwezi support. Yes, just because I'm a human activist na nasapoti haki za binadamu, kuna mambo mengine si haki yako. Kama vile Mungu hakuchukulia ikawa haki yako, mimi siwezi support. Na leo nazungumza wazi na naambia kila mmoja, kuna mambo katika maisha yangu sitaweza kuyasupport na sitaweza kuungana nayo, kwa sababu hata kama mimi ni human rights activist, haimaanishi kila kitu it's a human right. Tumeelewana? So kuna NGO kadhaa zimeni approach kutoka mwaka jana, kwa sababu mimi ni human rights activist. Wanafikiria kusupport mashoga, masago, bi, sijui transgender, sijui upuzi gani, kwa sababu mimi ni human rights activist. Wanaamini katika akili zao potofu kwamba hizi tabia, uenda azimu, kupungukiwa kwa akili na maadili pia ni haki yao kama binadamu. Kama Mungu aliwanyima hii haki na akawaambia hii ni haki, si haki yenu, kwa nini sisi binadamu tuwapatie haki? Nikikutana na wewe njiani ukiwa msenge, mimi nitakupisha njia. Haunidhuru katika maisha yangu, nitakupisha njia. Lakini hakuna vile utaproject your act and behaviors to me ati nikukubali vile ulivyo. No. Hakuna siku mimi Batuli Muhammad Swaleh nitamkubali msenge, sago na wengine wana majina 1070 wamechanganyikiwa ni wakubali hati hivi ndio mulivo, hii ni haki yenu, atoni tuishi naye. Hakuna haki hapa. Kwa sababu kabla sija kujua ukiwa kule mbali, nikifungua macho hivi ningeangalia mimi na mwanamke. Nikigeuka upande wa pili, kabla sija kujua kama wewe ni transgender ama ni mwanamume uliweka matiti, sijui unabeba mimba, mimi nikikuangalia hivi na kuona wewe ni mume. Na hizo ndo gender mbili Mungu aliumba, mume na mke. Haya mengine matatizo yenu tu, akili zenu potofu, hamujui mwende wapi mupo. Wengine ni tamaa, hamutaki kufanya kazi, umejikuta umezaliwa mume na wataka kukaa nyumbani uwekwe. Ikakuwa upike michuzi, wataka kukaa nyumbani ukifagia, ukipika. Ndugu yangu, acha nikukumbushe kitu kimoja. Munaona hizi haki munaziita haki zenu? Sisi wanawake tumezipigania miaka nenda miaka rudi. Na sio rahisi. Wewe ukurupuke tu Mungu ankupa miguu mitatu, uamke wataka kuwa na miguu miwili na matiti, alafu unataka upatiwe haki zote za kike ambazo wako nazo. Uingie katika vyoo vetu, uje na majimu na sisi, uje maternity na sisi. Na kuzaa pia kuna wengine mwajidanganya pia nyinyi mwazaa kama sisi. Kama wewe ushaumbwa mume, tulia, kubali mambo yako.
Na NGO mnaoniambia niwasaidie kusukuma ili gurudumu, mimi siwezi. Siwezi kabisa. Mimi ni mke. Najivunia kuwa mke. Na najivunia Mungu kuniumbia mume. Na siwezi ishi bila mwanamume. Na mwanamume hawezi ishi bila mimi, na huo ndio ukweli ulio wazi. Kwa hivyo ndugu zangu, mliotengeza NGO yenu ya kutengeza pesa, tafuteni watu wengine, maactivist wengine mwa-convince, but sio mimi. Mimi nina amani ya kitu kimoja. Hata hiyo dunia ya Masihi Dajjal itakayofika, bado kutakuwa na watu watakaopinga hili jambo. Mutasema katika kila karne kuwa sisi ni haki yetu ya jambo fulani. Lakini kitu ninacho uhakika nacho, kila karne, hata dunia iangamie vipi, bado kutakuwa na watu watapinga hili jambo. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alisema wakati wa Masihi Dajjal ndio utakuwa wakati mgumu, lakini katika huo wakati kutakuwa na wanawake waliomwelekea Mungu. Na hao wanawake waliomwelekea Mungu pamoja na wanaume hawawezi kumwelekea Mungu na wakakubali kuwa kuna wapuuzi ambao wanajua wanaume na wanawake sio peke yao wana exist, kuna wengine wana exist. So mimi ni Batuli Muhammad Swaleh Hassan. I'm a political and human rights activist, lakini supporting acts za gayism, lesbians, sijui nini, that is not my agenda, and it will never be my agenda as long as I live and as long as I'm breathing. There is no day nita support ujinga kama huu. Leo nimewaambia wazi, musiseme amunielewi, sijifichifichi, na I don't beat behind the bushes. I don't hide myself in a crust. Tumeelewana? That is who I am, an open book. I don't support that kind of act. Thank you.